My wife has given you the first priority to join the kingdom. Because she was born the same day that you were born. Enjoy it. And during the day of delivery, we are going to give you a big house of living. My wife, Princess Lady Hans, has prepared a favor for you so that you can live a long life. Zebak, unaweza? I'm happy. Thanks. I promise from now we are together and we will be together. Lady Hans Queen, thanks for your gift. Enjoyable. Let's enjoy with the new member. Shikamoo mama. Marahaba. Vipi hali ya afya yako? Mimi niko salama tu mwanangu. Maradhi ni daraja la imani. Na sasa naelekea kwenye mafanikio. Nitafanikiwa tu mwanangu. Nashukuru mama. Hata mimi napata tumaini kusikia hivyo. Na nitazidi kukuombea mama yangu. Zebak. Naona unasiwa mtu. Kwa nini mama? Mbona ni kwa kawaida tu? Hujanielewa. Zebak. Hili gari ni la nani? Ya kwangu mama. Unajua, ndio maana nimekuja ghafla. Ni kwamba kuanzia sasa hivi, yani muda huu ninaozungumza, nahitaji mchukue baadhi ya vitu ndani ili tuende nyumbani tukaishi wote kuanzia sasa hivi. Na ndio maana nimekuja ghafla. Wote? Ya, wote. Shamsa, utamsaidia mama kutoa vitu ndani ili tuondoke. Zebak mwanangu, mimi hapana. Mimi nitabaki hapa hapa. Wewe nenda kakae. Tutakuwa unakuja kuniona. Hapana mama, simaanishi hivyo. Unajua, mimi nafahamu ni kwa nini unasema hivi. Lakini mama, mimi sipo ukweni tena. Nina mjengo wangu. Nina nyumba yangu mama. Kubwa tu. Kwa hiyo hilo lisikupe pressure. Wala usijali, tutakwenda tutaishi na Mungu atatusaidia. Unajua, tukienda kuishi wote pale nyumbani kwangu, kutokana na maradhi yako itakuwa ni rahisi sana.
Rebecca, Ndio. najua wewe ni mwanangu. Naomba ukubali maombi yangu. Mimi siwezi kuja huko, nitabaki hapa hapa. Nipo na dada yako, atanisaidia. Utabaki hapa vipi? Mimi mtoto wako. Ndio nimeamua hivyo kwamba kuanzia sasa hivi tutakwenda nyumbani kwenda kuishi wote. Sasa unasemaje hivi? Mama, nisikilize kama mwanao. Mimi ndio mwanao. Nimekuja kukuchukua ili tuende tukaishi wote. Kuanzia sasa hivi. Sasa unakataaje? Hapana mwanangu, nimeridhika. Wewe nenda, nitakana. Vipi? Pesa ya kutumia simu nayo? Ndiyo, ipo ya kutosha. Sawa. Basi mimi nakwenda, maana nilikuja mara moja tu. Baadaye nitarudi. Sana kwa pembeni na mama yangu, lakini jitihada zangu zimegonga mwamba. Sasa sijui hata nifanyeje. Haina haja ya kumlazimisha, mwache hivyo hivyo. Na isitoshe mama waga na umaumwa sana, huenda majina yake yapendi maisha mazuri. Hapana, inawezekana mama ipo sahi kabisa. Unajua Mungu kitendo cha kutupa fursa kuishi katika hii dunia ni maisha mazuri. Alafu dada, usipende kulizika na muonekano wa nje wa cover ya kitabu pasipo kujua kurasa zake. Na hata kama ukizijua, jaribu kuchunguza kwa uangalifu. Kisha tafakari na ndipo chukua tu. Unamaanisha nini? Jiulize nafsi yako kama kweli unahitaji kutambua pembuzo maneno yako au unafahamu ninachokiongea. James, have a nice day. Listen to you. Today is the best day. Everyone is going to listen to what I'm saying and what I will say. This is the day I'm going to introduce and bring in front of you a new member in the kingdom. Because this is the routine and what we always do. In the devil life, we believe that we live that kind of life which everyone would want to live. Zebak. Welcome to the majority kingdom. And right here, today,
you will meet some of the members, because this is just a place for you to be introduced. This is part of our houses, and the house of worship will come next. What I'm telling you right now, this is just a meeting, but you still have time to visit the house of worship, where you will worship, where you will meet a lot of people, and some of them are not here. And maybe next time you're not going to see all these members, because they're going to have something to do, and this is for the devil. And that's what you're going to be doing. So, karibu sana katika kingdom yetu. Watu wote wapokea vizuri, watakupa kila kitu ambacho unastahili kupewa, ikiwemo heshima yako, na wewe vile vile utafanya kutoka. Very soon, I'm going to bring in front of you my beautiful sister-in-law, who will read the rules and the regulations, so that one day, if you follow them, you might have a big house like this. You might own your own cars. You might own your own business and make more money. Just because you should listen. I hope you will listen. You will concentrate and understand. Thanks to the devil, king and queen, lady hands, and all the majority. As usual, when we have a new member in our kingdom, he or she must know the rules and the liberation of our kingdom. Identification at the first time and second time. We must know the meaning of devil kingdom. As I said in the universe, this is the kingdom of God and the kingdom of Satan. This is spiritual warfare. We are speaking as the warfare between two kingdoms in order to engage in spiritual warfare. We must know the opposition between kingdom of God and the kingdom of Satan. Kingdom of God is external in time, in space, but the kingdom of the Satan is not external. It is limited in time. It is limited in space. You must know the rules of the devil kingdom. Do not give opinion or idea unless you are asked. Do not tell your trouble to others. You are assured they want to hear them. Acknowledge the power of magic if you have employed successful to obtain your desire. If you are denied the power of magic after even called upon, with success you will lose all you have obtained first. Do not harm little children. Do not kill non-human animals unless you are attacked for food. When walking in open territories, bother no one. If someone bother you, tell him or her to stop. If he doesn't stop,
destroy him. Fifth, do not complain about anything to which you need not subject yourself. Sixth, you have to know we are Red Cross. Subiri basi, Rachel. Bwana mimi Tulia basi. Rachel.